Bado tumerejea kwenye sehemu yetu ya mazungumzo nikiwa naye John, Patricia na Mercy, tukiendelea kuchanganua swala zima la kusitishwa kwa ufadhili na Marekani chini ya shirika la USAID. Mambo ni mengi. John ametuambia kwamba Kenya ina uwezo iwapo tutajipanga vizuri. Na katika kujipanga huku, John, ningetaka pia utueleze kama mchanganuzi wa masuala ya uchumi, haswa sekta ya afya, hizi fedha zitoke wapi? Ni kwenye bajeti ama haswa ni wapi? Kwa sababu kabla hata ya kusoma bajeti mwezi wa 6 ya mwaka 2025 mwaka 2026 zitoke wapi? Kwa sababu hili ni jambo la dharura na hatufai kuwa tunapoteza muda, kwa sababu kufikia sasa kuna hatua ambazo labda tumerudi nyuma katika kukabiliana na vita dhidi ya virusi vya ukimwi, HIV pamoja na malaria. Zitoke wapi? Asante sana Agnes. Na pia ningetaka tuanzie hapo kwa sababu Kenya imekuwa ikitegemea ufadhili katika sekta ya afya 80% kutoka mataifa ya kigeni. Labda hii USAID ilikuwa inatupatia kima cha pesa ngapi? Kwanza kwamba kulingana na venye Kenya inalipia gharama za afya, naita health financing, ni 18% peke yake ambayo inatoka nje kwa mambo yote. Lakini kwa ukiangalia HIV, TB na malaria ndio inategemea 80% kutoka nje. Lakini kwa matibabu yote ya afya, kwa sababu masuala ya afya sio HIV peke yake. Mambo ni mengi. Magonjwa ni mengi. Lakini kwenye HIV serikali imekuwa ikitegemea up to 80% kutoka nje. Na sasa nilisema mwanzoni kwamba Kenya iko na sheria. Kitu cha kwanza ni kwamba tuko na sheria ambayo inatuonyesha mahali tutatoa pesa. Kenya iko na sheria inaitwa Public Finance Management Act, ambayo inasema kwamba kukitokea na jambo la dharura ambalo halikuwa limewekwa kwenye bajeti, yule waziri wa fedha katika national government na yule waziri wa fedha kwenye counties wamepewa mamlaka na katiba na sheria za Kenya kwamba wanaweza kuchukua pesa kutoka sehemu yoyote ile wakuje washughulikie hili jambo la dharura. Je, hili jambo la USAID kukomesha msaada wake linatosha kuwa jambo la dharura? Hiyo ndio kwanza kabisa rais anafaa kusema kwamba declare kwamba hii ni national emergency. Lakini hatujaona, tumemwona akisifu Marekani kwamba jambo wamefanya ni jambo zuri, kwa ile ya kusema ati wasichana wakuwa wasichana, wavulana wakuwa wasichana. Hajazungumzia kutambua jinsia mbili. Hili swala ambalo yeye anafaa kusema kwamba jambo la kwanza hili ni national emergency. Ikishatangazwa kwamba ni jambo la dharura, bunge walikuwa wanakaa nyumbani wakifanya nini? Kama kweli walikuwa wanajua kwamba kumekuwa na shida, wakati wanahitaji kupitisha sheria yao wanasitisha. Wakati hata walikuwa wanataka kupitisha Kindiki ya kuwe vice president, deputy president, walikaa hapo, walitoa Rigiji kwa siku chache sana. Wabunge waliketi mpaka usiku. Hii wangekuwa wamerudi sana kutoka kwenye walikuwa, wakuje waangalie pesa, kwa sababu pia wao wako na mamlaka ya kuita waziri wa afya Madam Barasa, wakuje waite Kiptoo wa finance, tunataka bilioni 28 haraka sana. Mkikuja hapa mkuje mmetuonyesha hii pesa kwenye iko na tutapitisha na huduma ziendelee. Sasa wanafaa kuchukua pesa kutoka sehemu yote ile kwa bajeti. Kwa mfano Agnes, unajua housing levy Wakenya wanalipa kila mwezi. Tunalipa kila mwezi. Na unajua hiyo pesa iko wapi? Hiyo pesa imelala, haijaenda yote kujenga manyumba. Kuna bilioni 46 ambayo imekaa pale inangojea contractor ajenge nyumba amalize ndio alipwe. Hiyo nyumba ikikosa kujengwa leo, ijengwe kesho, Kenya itakosa kuendelea. Haijengwa hata mwaka baada ya miaka mingi. Kwa nini wasichukue hiyo pesa ambayo walikuwa wameweka pale ati ni ya kujenga hiyo nyumba, ikuje inunue madawa, irudishe watu ambao wa Kenya ambao hawako kazini, na wakisharudi kazini wataendelea kulipa hiyo housing levy. Sasa hawa watu 40,000 na wakienda nyumbani atatoa nani atamlipa housing levy, nani atamlipa SHA, nani atalipa ushuru? Kwa hivyo lazima angalie zaidi kwamba wakati asipokuja haraka sana akuje ashughulikie hili swala, hasara ambayo nchi itapata hata kwenye sekta zingine, hata ule ushuru ambao wanategemea kukusanya utakuwa kidogo. Kwa hivyo pesa itoke wapi? Pesa iko mingi sana. Wako na bajeti ya trilioni 4 ambayo wanaendeleza sasa hivi. Na nimeona kwenye bajeti ya 25-26 wameongeza, wamesema wataweka bilioni
87 zaidi kwenye afya katika serikali ya Nairobi. Wameongeza hiyo bajeti kutoka bilioni 118 hadi bilioni 205. Hiyo pesa wasitoe huko sasa. Hiyo pesa wabakishe huko na watume wengine kwenye county. Na sasa waambie wa Marekani, ninyi kaa kwenu, sisi tumeweka pesa yetu, tutajitegemea. Lakini president anaweza kukua mwaminifu kabisa, aweze kuangalia Wakenya kwa macho. Hii ni agenda yake. Yeye amesema kwamba afya bottom up. Sasa yule mtu wako pale bottom ni yule anaenda kwenye ile dispensary. Ni yule mama ambaye anaenda kwenye ile hospitali za umma. Hao watu wote wenye wako chini, hakuna wenye wanaenda Aga Khan, hakuna wenye wanaenda Mata, lakini wewe na mimi na Masi na Patricia hapa, unajua sisi tunaweza kuwa pengine tuko na private insurance ambayo tunaenda pale wapi? Tunaenda pale Aga Khan, tunaenda pale Mpisha, unaenda unapewa maji unakunywa, ukingoja hata daktari anakushughulikia vizuri. Lakini sasa wale watu ambao rais alisema kwamba hawa ndio watu wanapewa kipaumbele, ndio hao wanaenda kwenye hizo hospitali za umma. Kwa nini asichukue pesa aweke hapo haraka sana, ili huduma ni nini ya maana kuliko afya? Watu wengine wanaweza kukulipia barabara, watu wengine wanaweza kukulipia masomo, lakini afya ya watu wako. Kama serikali ambayo kweli inapeana, inasema ile unasema walk the talk, tunawaona vile watashughulikia hili jambo, vile wataweka umuhimu, wataweka kwenye afya. Ukiangalia ile tunaita kwamba Abuja Declaration inasema kwamba serikali za Afrika ambayo Kenya imeweka mkataba iweke 15% ya bajeti yake kwenye afya, Kenya inaweka 8% hadi 9%, hata haijafika 10%. Kwa hivyo kwa nini wasiweke kufanya hivyo? Rais mwenyewe amesema kwamba anataka universal health coverage. UHC inasema kwamba ndio uweze kutimiza UHC uweke 7% ya uchumi wote kwenye afya. Sisi tuko na uchumi wetu ni trilioni 16. Na kwa hiyo trilioni 16 tunaweka ngapi? 2%, na tunahitaji 7%. Kwa hivyo kusema na mdomo, tukiangalia kama anaweka na pesa, haweki pesa. Kwa hivyo why can't he walk the talk? Akisema tunataka UHC, lazima tuone pia kwenye kwamba hiyo promise imewekwa pesa. Mimi nikisema nakupeleka out alafu sina bili ya kukupeleka out, sio mimi ni mkora. Lazima mtu akisema nakuhadaa. Kwa hivyo serikali ya Kenya isiwahadae wa Kenya. Wakienda pale kwa mdomo wanasema tunataka hivi, nataka tuone kwenye document, kwenye bajeti zao hizo fedha wameziweka pale na wamezipeleka kwenye facilities. Na kuna swali lingine pia ningetaka ujibu baadaye, baada ya Masi na Patricia, kwa sababu Kenya bado tuko chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na pia Umoja wa Bara Afrika. Je, kuna vile iwapo kiongozi kama hapa Kenya, iwapo watazembea kuchukua hatua, kuna vile hizi tume mbili zinaweza kuja na kumwamsha iwapo yupo kwenye usingizi? Lakini Masi, kwa sababu umepata pia nafasi ya kuzungumza na mshauri wa rais katika masuala ya afya Daniel Mwai, labda kulingana na jinsi John amesema, serikali ina fedha lakini inafaa kujielewa, kujifahamu na kujua ni kipi cha kupatia kipaumbele. Je, alieleza mikakati ambayo serikali inapanga kuweka? Asante Agnes. Niliongea naye Dr. Daniel Mwai na akasema yes, wamekuwa kijua support ya donor, wafadhili it will be the donors will be leaving the country, kwa sababu Trump alikuwa hata akisema kutoka wakati wa kampeni. Yes. Na baada before even Trump aongele, kulikuwa pale mbeleni Kenya tulikuwa tunajua support ya wafadhili, it was supposed to come to an end by 2027. But now kumekuwa na ile transition pole pole. But kwa sababu after Trump amekuwa sworn in kama president wa Amerika, kitu imefanyika according to huyu advisor wa rais, anasema kumekuwa na hiyo radical transition. Now they didn't expect it quick, like waamke kesho waseme hatusaidii. Walijua ni pole pole. Na kabla ya hiyo ni kwa awamu, si kwa mpigo. Safari kwa Kiswahili ngogo. So kitu imefanyika, kulikuwa na ile transition committee ambapo yeye Mwai alikuwa kwa hiyo committee ya transition kuensure kuna enough allocation of domestic resource, inaitwa domestic financing. Lakini anasema saa hizi itabidi wa revise hiyo transition recommendation kwa sababu wakipanga walikuwa wanapanga wakijua kuna ile donor support, wafadhili walikuwa wanatusaidia, but kwa sababu wafadhili wametoka,
Sasa wanafaa wa revise. Now ukiangazia anasema integration, anasema ukiangalia wale wafanyikazi 41% wenye wanakuwa supported na 41,000 wenye wanakuwa supported na PEPFAR, serikali wachukua wote. Itachukua tu wale wachache na wengine kwa sababu serikali inaangalia ile model ya integration, ile kuleta kazi zote za afya pamoja. Serikali haita manage kufanya like vertical, like what Donna used to do, like supporting each and every program kama HIV, TB, malaria differently. Sasa hizi zote zitaletwa pamoja. Hivyo ndio anasema inaenda kufanyika. Na pia anasema wataangalia budget allocation, wajue labda waongeze budget ndio Iran hizi services, kwa sababu ukiangalia Kenya healthcare system is funded through out of pocket. Ukienda hospitali ile pesa unalipa kutoka mfukoni. Then kuna ile insurance, bima ya afya, na pia kuna donor. So hizo viwango vitatu ndio vile Kenya ina generate pesa za kurun healthcare system. But tukiangalia like even saa hizi SHA, tunaongelea SHA, we have kuna wale watu wameandikisha SHA ni watu milioni 18. Na hii ni area moja yenye tunatarajia collect money within to run the healthcare system. But kwa hiyo milioni 18, watu milioni 4 peke yake ndio wana remit deductions kwa hiyo SHA, kumaanisha hii pesa bado tuko chini sana. So mtu anajiuliza hii UHC imekuwa top agenda ya Kenya Kwanza administration, but tutamit UHC vipi kama hatuna pesa? Out of pocket, insurance, donor support haziko pale. So itakuwa ngumu kidogo. Na pia hizi siku 90 zenye tunaangalia zenye tumepewa the waiver because of emergency, siku 90 zikiisha, what are we doing as a country? Siku 60 ikishaisha haimaanishi hizi services zitaisha. Kuna zitaendelea, kuna zile zitasitishwa, kuna zile zitaendelea. Sasa kwa hii labda 60 days serikali inafaa kuja na solution, even allocating some budget, emergency budget, to have a supply of some of the commodities. Ukiangalia juzi Mwai anasema kumekuwa na ile report imetengezwa na COG, National Syndemic Disease Control Council, na kisha KEMSA. Wanasema kwa hiyo report wanasema we need to allocate 8.9 billion. Hii ni kununua zile ARVs na commodities zingine, kwa sababu stock yenye iko itaisha mwezi wa 5. Sasa nini itaenda kufanyika? Asante sana kwa hayo maelezo Masi. Sasa nikija kwako Patricia, ningetaka sasa utueleze hali halisi kwa yule mtu anayeishi na virusi vya ukimwi, na huenda labda itafika mahali jinsi alivyokuwa anatumia yale madawa, shughuli hiyo ama zoezi hilo livurugwe. Hali itakuwaje? Tupe hali halisi. Kwa sasa hata tunasema kiwango ya kirusi imepunguka kwa sababu watu wameweza kupata madawa, na wakati wanatumia madawa vizuri wameweza kuzieka zile virusi zikalala, yani zimekuwa undetectable. Wakati ambapo kirusi kimelala, sio rahisi hata kwa mama ambaye ana kirusi kumwambukiza mtoto wake. Na ni kama kirusi kimelala, hata kumwambukiza mpenzi wako haipo. Tunasema ni U is equals to U. Lakini wakati ambapo madawa itakuwa na shida, ni kuonyesha kuwa kutakuwa na surge. Yani virusi zitaanza kukua tena, watu wataanza kukua na viral load za juu, na uambukizi itarudi vile ilikuwa. Then tutakuwa na vifo tena, kwa sababu hata kwa sasa tuna watu ambao tunasema wako na advanced HIV disease. Kinga yao imepungua kiwango ambapo tunasema wako na CD4 chini ya 200. Wakati uko na CD4 chini ya 200 ni rahisi upate TB, ni rahisi upate cryptococcal meningitis, ni rahisi upate Kaposi sarcoma, kansa za ngozi, ni rahisi upate haya magonjwa tegemezi ambazo siku hizi huwa tuzungumzii. Lakini kwa sasa tunaona zimefanya nini? Zimerudi. Kwa hivyo tutakuwa tunarudi pale. Nakumbuka wakati nilikuwa nafanya kazi Mbagathi, wakina mama wakilia, watoto wanalia kwa lugha zote. Mimi ni Mkenya, kwa hivyo naelewa lugha nyingi. Nimeangalia, nimepiga picha, nikaona pengine tutarudi pale. Wakati ambapo pengine tulikuwa tunapoteza watu 700 kila siku. Na wao ni wasomi, watu ambao pengine ni wa media, ni walimu, na ni wazazi kupitia yote. Kuwa tutarudi pale kwanza kuwa tena na mayatima wapya, na ni jambo ambalo tayari tumeanza kuangamiza. Kwa hivyo serikali ina muda, na tungeomba sana rais wetu aweze ku make sure kuwa wanatenga hela, waweze kutupatia madawa. Hata kama PEPFAR itarudi full time.
tungeomba procurement ya commodities iwe katika mkono wa serikali. Iwe na serikali itakuwa inanunua madawa. Tusiwe kila siku mtu mgeni akija tunaanza kustuka. Tuwe flow yetu ya commodities iwe ni sawa. Tunataka serikali ichukue uamuzi kuwa commodities zote ziwe ni madawa, ziwe ni lab, ziwe ni gani, zote ziwe katika mkono wa serikali. Ambapo pengine partner akija apewe nafasi nyingine, pengine kulipia human resource kidogo kidogo na mambo mengine katika afya, lakini asiwe amesimamia commodities. Hauwezi chukua maisha ya watu wako unaweka katika mkono ya mgeni. Kwa sababu maisha yetu iko katika mkono ya mgeni. Ukiangalia SHA, pale kwa SHA wanasema kuwa HIV haitawekwa vile kwa sababu kuna parallel nini funding. Na niliwauliza hii parallel funding mkiamka asubuhi mkapata haiko, itakuwaje? Na haijakaa. I was asking last year. Sindaize ya Trump aliamka asubuhi akasema sisitisha pale. Na policy document inasema kuwa HIV sio part ya nini? Ya SHA. Kwa sababu wakati ambapo nameza vidonge ambapo chupa moja tuseme wacha nikuonyeshe. Chupa moja kama pengine ni kununua ni kama 6,000. Okay? Hii imebeba dawa ya miezi 3. Kwa hivyo ni kama 1,000 kadhaa. Kwa sasa mimi tangu niache kufanya kazi ni muda. Kama ingekuwa ninanunua hizi dawa singeweza kuziafford. Nazitumia kwa sababu kuna hiyo nafasi ya kuzipata mahali ambapo silipi. Tofauti na hii pia nina magonjwa mengine ya non-communicable diseases, hypertension. Na meza madawa ya hypertension. Kwa hivyo tunaomba serikali kwa maisha yangu isitegemee mgeni. Mimi ni Mkenya kama wale wa Kenya wengine. Watu milioni 1.3 vile amesema mwenzetu wanaishi na kirusi vya ukimwi. Sisi ni Wakenya, sisi ni wapiga kura. Tuna haki sawa na kila mtu. Mbona sisi pia hatusikwe katika policy documents za nchi kuwa tukiwa na SHA, nikilipia SHA, niweze kujua kuwa hata mgeni akikataa serikali itaweza kunipatia nini? Madawa yangu. Nitakuwa niko sawa. Kama kuna monitoring, nitaenda nifanyiwe CD4, nitaenda niangaliwe figo, niangaliwe ini, kwa sababu haya madawa yana madhara. Kuna zile test tofauti na dawa yenyewe ambapo tunatakana kufanyiwa at least mara moja kwa mwaka. Biochemistry, kuangaliwa figo, kuangaliwa ini, kuangaliwa heart, kuangalia zinafanya kazi namna gani. Kunaweza kuwa dawa imekudhuru, ni dawa inatakana ibadilishwe kwa sababu tuko nazo aina nyingi. Kama hizi services haziko, itakuwa kabisa serikali imenitupa. Na mimi pia hiyo article 43 ama watu ambao wana kirusi ile article 43 haiwakava. We don't have the right to health, we don't have right to life, we don't have right to dignity. Kwa sababu wakati ambapo sipati dawa zangu nitaanza kuugua. Hapo ndo pengine nitaanza kukohoa excess. Umeona nikikohoa ikizidi sasa pale nitakuwa nimepata TB. Ndio huyo nitakuwa sijijui, pengine nimechanganyikiwa kwa sababu nimepata meningitis, ile dignity yangu imeenda na kidonge tu ningepata. Pengine singefikia pale. Tunaomba serikali iweze kuchukua maisha yetu kama Wakenya wengine, waweze kuweka hela za kununua dawa, waweze kuacha maisha yetu katika mkono ya wageni. Kuwa tunaanza kuwa na hofu. Watu wana hofu kwa sasa. Sitaki kukudanganya. Watu wana hofu, hata wengine wanaulizia watatoa wapi dawa ili waanze waweke hata ya miezi 5 ama miezi 6. Mota alisema kuwa ya miezi 6. Watu wanataka hiyo ya miezi 6, ana wanataka zaidi. Kwa sababu ya uoga, hawajui next time dawa itafanya nini, itatoka wapi. Kwa hivyo serikali ina uwezo, tunaona vile wana collect taxes, tunajua wana uwezo, kwa nini wasituhusishe katika hiyo budget yao? Wanakuwa maisha yetu, kwa sababu sisi lazima tumeze dawa kila siku. Na wakati tunameza dawa vizuri, pia tunasaidia serikali kwa sababu hakuna uambukizo mpya. Sisi wenyewe tunaweza kujitegemea, hatutegemei serikali kwa chakula. Pia tunaweza kusaidia wazazi wetu. Mimi nina wajukuu, naweza kusaidia wajukuu, unaweza kusaidia the extended family. Kwa hivyo kuna manufaa ya kuona kuwa watu wanatumia madawa. Asante sana, bila shaka umeweza kueleza vizuri kabisa na jinsi hali halisi ilivyo. Na pia tutachukua pumziko, na tukirejea kutoka kwa hayo mapumziko tu mafupi tu, ningetaka pia uendeleze mjadala kuhusiana na haki ya huyu mtu mgonjwa ambaye anategemea hizi huduma kwa sababu anaishi na kirusi cha ukimwi, katika swala zima la HIV kujumuishwa kutolewa huduma pamoja na magonjwa mengine. Je, mgonjwa ana haki ya kukataa? Mashirika yanayopigania haki za hawa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi pia yana haki ya kukataa HIV kujumuishwa pamoja na magonjwa mengine. Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi mno, baadaye tutarejea na kutamatisha mazungumzo yetu.